Mapambano ni safari ndefu ya kujitawala. Watu wa Oromo ni hazina hai ya utamaduni na mila. Kwa karne nyingi wamekuwa wakistawi katika pembe ya Afrika. Ardhi yao, Oromia, ilikuwa ardhi yenye rutuba. Walisherehekea urithi wao kupitia muziki, densi na hadithi. Mfumo wa Gadaa haukuwa mfumo wa utawala tu, bali ulikuwa mtindo wa maisha, ulihakikisha ustawi na utulivu kwa vizazi. Karne ya 19 ilileta enzi mpya. Upanuzi wa ukoloni ulilenga Oromia. Licha ya upinzani wao, walikabiliwa na nguvu kubwa ya moto. Mfumo wa Gadaa ulikuwa moyo wa jamii ya Oromo. Fikiria mfumo ambapo uongozi hubadilika kila baada ya miaka 8, kwa amani na kidemokrasia. Hivyo ndivyo Gadaa ilivyokuwa. Haikuwa juu ya mamlaka tu, bali pia juu ya uwajibikaji. Kila kizazi kilikuwa na jukumu lake. Wazee walitoa hekima, vijana shujaa walitetea ardhi, wanawake walishikilia nafasi muhimu na kuhakikisha usawa na haki. Gadaa ilisisitiza maridhiano na utatuzi wa migogoro. Ulikuwa mfumo ambao ulithamini kila sauti. Lakini mfumo huu ulikuwa zaidi ya mfumo wa utawala tu. Ulikuwa umeunganishwa na kila nyanja ya maisha ya watu wa Oromo. Shughuli za kiuchumi, mikusanyiko ya kijamii, na hata imani za kiroho ziliongozwa na kanuni za Gadaa. Ilikuza hali ya umoja na mshikamano. Ujio wa wakoloni uliharibu usawa huu dhaifu. Waliweka mifumo yao ya utawala na kuangamiza Gadaa. Haikuwa juu ya udhibiti wa kisiasa tu, bali ilikuwa ni mauaji ya kitamaduni. Wakoloni walijaribu kudhibiti kila nyanja ya maisha ya watu wa Oromo. Mwaka 1389 ulikuwa mwaka wa mabadiliko makubwa. Menelik II, mfalme wa Shewa, alifanya makubaliano na Italia. Muungano huu ulikuwa na matokeo mabaya kwa watu wa Oromo. Vikosi vya Menelik, vilivyo na silaha za kisasa, vilianzisha kampeni ya ukatili ya uvamizi. Watu wa Oromo walipinga, lakini walikuwa dhaifu. Vijiji viliharibiwa, familia zikatengana. Oromia ambayo ilikuwa ikistawi, ilizama katika giza. Kupoteza uhuru wao kulikuwa pigo kubwa. Lakini roho ya watu wa Oromo haikuvunjika. Walikataa kunyanyaswa na wakaendelea kupigana. Ndoto ya uhuru ikawa mwanga wa matumaini. Mapambano ya uhuru. Karne ya 20 ilileta changamoto mpya. Ethiopia, chini ya serikali mbalimbali, iliendelea kuwakandamiza watu wa Oromo. Ubaguzi, ukiukwaji wa haki za binadamu na kutengwa kiuchumi ikawa kawaida. Lakini watu wa Oromo hawakukata tamaa, walijipanga, walipinga, walidai haki zao. Kutoka kwa maandamano ya amani hadi mapambano ya silaha, walichunguza njia zote zinazowezekana za kudai haki yao ya kujitawala. Mapambano ya uhuru yalikuwa na gharama kubwa. Wanaume na wanawake wengi wa Oromo walifungwa, kuteswa na kuuawa. Sadaka zao ziliwapa moyo wale waliobaki. Watu wa Oromo walionyesha ustahimilivu mkubwa katika mapambano yao. Walikabili ukandamizaji kwa ujasiri usioyumba. Katika uso wa majaribio ya kufuta utambulisho wao wa kitamaduni, walishikilia utambulisho wao. Hadithi yao ni ushuhuda wa nguvu ya roho ya mwanadamu. Lakini mapambano yao hayakuwa juu ya ardhi au rasilimali tu. Ilikuwa zaidi ya hayo. Ilikuwa juu ya haki ya kuwepo, haki ya kujitawala, haki ya kujiamulia hatima yao wenyewe. Kilio kikubwa. Licha ya ukubwa na muda wa mapambano yao, mara nyingi watu wa Oromo wamepuuzwa na jumuiya ya kimataifa. Mataifa yenye nguvu, yaliyojishughulisha na maslahi yao binafsi, yamefumba macho yao kwa mateso ya WaOromo. Ukimya huu unaziba masikio. Inasema mengi juu ya uhusiano wa nguvu unaoendesha ulimwengu. Inafunua unafiki wa mataifa yanayodai kutetea haki za binadamu, huku yakipuuza mateso ya mamilioni. Kutojali kwa ulimwengu kuna matokeo mabaya. Inawahimiza serikali za ukandamizaji. Inawaruhusu wale wanaokiuka haki za binadamu wasiadhibiwe. Na inawanyima watu wa Oromo haki na heshima wanayostahili. Ulimwengu lazima uamke. Lazima utambue mapambano ya watu wa Oromo kwa ajili ya uhuru, kwa ajili ya haki, kwa ajili ya haki ya kuwepo. Roho ya Oromia. Licha ya changamoto zote, watu wa Oromo wanasimama imara. Roho yao, iliyojaribiwa kwa moto, imekuwa na nguvu zaidi. Wanaendelea kupinga, kujipanga na kupigania mustakabali bora. Mapambano yao ni msukumo kwa wote wanaoamini katika uhuru na haki. Safari iliyo mbele yao ni ndefu na ngumu. Lakini watu wa Oromo wanajua kwamba mapambano yao ni ya haki. Wanapata nguvu kutoka kwa mababu zao, kutoka kwa utamaduni wao, na kutoka kwa imani yao isiyoyumba katika kesho iliyo bora. Ulimwengu unaweza kuwa kimya sasa, lakini watu wa Oromo hawatazimwa. Sauti zao zitaendelea kuongezeka zikidai haki, uhuru na haki ya kujitawala.
Mapambano yao ni ushuhuda wa kutokufa kwa roho ya mwanadamu, roho ya Oromia. Asanteni kwa kutazama Mapambano ya WaOromo, safari ndefu ya kujitawala, kutoka BIRMADUU Media. Tunawashukuru wachangiaji na wafadhili wote. Jiandikishe, jiunge, na utufuate kwenye majukwaa yetu mbalimbali. Haki zitafadhali BIRMADUU Media.